Wadau, sidhani kama wahenga na wahenguzi walikuwa wajinga wakati walisema kuuliza si ujinga. Kuna jamaa wetu hapa amebeba karatasi zake za shule, za wapi, zote everything yenye inahitajika ku apply kazi. Ameingia kwa ofisi, ameapply kazi. Amekuwa akiapply hapati. Lakini sasa bosi ikafika mahali akasema kwa sababu huyu jamaa ameonyesha determination na interest kuwork katika hii kampuni yetu, hebu tumjaribu tuone. Bosi akasema wacha tumtafutie kanafasi hapa kwa ofisi tumpatie. Akasema juu ameitisha sana, situmpatie. Akapatiwa. Ameanza kazi. Wameenda kwa mkutano pale katika boardroom. Bosi anauliza hapo zile files zenye mlifaa kuleta, today is the D-day, mlete files. Ndio bosi jamaa anajiuliza, kumbe tulikuwa tumeambiwa tulete files na mimi sijanunua. Mbona sijanunua? Akaambia bosi, ngoja kidogo niende nilete file. Jamaa amekimbia supermarket akanunua physical file kama ile yenye tulikuwa tunapeleka shule kuwekewa marks. Ameletea bosi. Sasa niwaulize, ng'ombe kama ikivutwa kazi, makosa tunamwekea bosi ama tunamwekea yeye? Let's behave at workplace. Anyway, tuingie kwenye kipindi. Wadau, in the year 2024, that is 2 years ago, that is the 19th of April 2024, katika mji wa Texas kuna sehemu pale inaitwa Fort Worth. Something tragic happened. Now, what exactly happened? There is this couple. Kuna watu wame fall in love pale, wameoana. They are living a life like husband and wife. So, kuna jamaa pale anaitwa Christopher. Amepatana na binti mmoja mrembo sana ambaye alikuwa anajulikana kama Kristlyn. Kristlyn na Christopher ni watu ambao wamejuana since childhood, which means ni watu wame-interact for a very long time. Hata shule wameenda pamoja, so kutoka kindergarten wamekuwa tu wakionana, ile mnaonana, you live in the same city. So wakapush sana, wakaendelea, ikafika wakati Christopher akaenda shughuli zake, Kristlyn alifika akaolewa, maisha ikaendelea sawa. But these people ni watu wamekuwa na some interest, ni venye hawakuishow mapema. So what happened, Kristlyn alikuwa kwa relationship ambayo haikuenda vizuri, but in this relationship Kristlyn alifanikiwa kupata watoto 3. So Kristlyn was a mother of 3, a very loving mother, a very jovial mother, na mother ambaye alikuwa anajua uchungu wa mwana na kulea watoto wake vizuri. Now, after marriage ya Kristlyn kwenda Mrama, ndipo akarudi Fort Worth, Texas. So kurudi Fort Worth, Texas, what happens? Anapatana na Christopher. Christopher ako pale, hana mtu. Hana. Ni kijana ambaye ni mtanashati, lakini ni kapera. Najua wengine hamuelewi kapera ni nini, utaanza kufikiria ni mapera ndogo. Kwa hivyo wacha niwaeleze, kwa sababu that is why I'm sitting right here kuambia kapera ni nani.
And for those of you wenye mnajua, bas unaweza tulia hapo kidogo niambie hawa wenye hawajui. Kapera ni mtu ambaye nyota ya kuwa na mtu imemzimia. Hiyo ndiye kapera. Bas sasa now that you know who is kapera, na kama wewe ni kapera unafaa uanze bana. It is 2026. Uko miaka 30 lakini bado wewe ni kapera bana. Nyinyi ndio mnarudisha economy nyuma. I remember the president said ukifikisha miaka 25 unafaa utafute mtu so that we can grow the GDP. But na gavana nayo sasa inatuambia tuongeze GDP ndio wapate pesa ya kunini. Acha nisiongee, hatuko kwa politics. So jamaa wetu Christopher kwa kuwa kapera na Chrislyn amerudi pale mtaani. Yes, ako na watoto 3 lakini hana bwana, relationship yake imekataa. Amejaribu kuunganisha hadi na waya imekataa, imebidi arudi Fort Worth. Akae pale na watoto wake. Ndipo Christopher anauliza, na huyo Christine, si nimekuwa na interest na yeye sana since tumekuwa wadogo. Mbona hangaike na niko hapa? Haiwezi. So anamuapproach Chrislyn, wanaenda wanaongea. And then Chrislyn anamwambia niko na watoto 3. Christopher anamwambia hiyo si noma. Kwani mimi udu? Si kazi yangu tunataka kuoana alafu tulee watoto. Sasa watoto watatu. Hii ni kitu unadhani mimi inaweza nishinda? So wanakaa pale. Sooner or later wanaoana. But Christopher alikuwa na shida moja. Licha ya kumkubali Chrislyn na watoto wake 3, jamaa wetu Christopher alikuwa mraibu, yani addict wa pombe. Ututu vinywaji. Si ni kuchukua kama amebugia tu. So Chrislyn alijua kwamba Christopher ni mraibu, but she just said kwa sababu we are in marriage. Na unajua I don't know what happens when you fall in love, you forget everything. Sijui hii shida ilitokanga wapi. Like Chrislyn alijua vizuri huyu Christopher, yeye na Kamunyweso hawaachani. Ni mtu anaweza kaa kwa klabu hakunywe kutoka asubuhi mpaka jioni, na sijasema jioni anaenda nyumbani. Ifike jioni aitishe chupa zingine akunywe mpaka midnight, bado hajafikiria kuenda nyumbani. Midnight afikirie sasa kuenda nyumbani na aseme afungiwe zingine, aende akunywe nyumbani mpaka asubuhi. But Chrislyn kwa sababu alikuwa anampenda, hawakuwa na nini mbaya, akasema naweza vumilia. After all niko na watoto 3 hapa na watoto wanahitaji kukua na baba. So wakaingia kwa relationship. Immediately wameingia kwa relationship, haikuenda vizuri. Christopher na Chrislyn wamekuwa ni furugu, vita hapa na pale, some gender based violence kwa nyumba. Wazazi wa Chrislyn na family wamekuwa wakimwambia dada yetu mle kwa hiyo relationship. Ukiendelea kukaa hapo tunaona nikaa tunaweza kupoteza. Si ufanya aje utoke pale ukuje ukaa hapa nyumbani. Hapa nyumbani hatuja kufukuza. Licha ya hayo yote, watoto 3 ni baraka kwetu, tunaweza tukakusaidia kulea. Badala ya kukaa kwa ile ndoa ukuje kumalizia wewe kukufa na uache hao watoto ambao unasumbukia sana kupatia baba. Lakini Chrislyn aliangalia hivi akawaambia, hata nikipigwa ni nyinyi mnapigwa? Ni nyinyi mnasikia uchungu nikipigwa? Mimi na Christopher hatuachani. So Chrislyn aliendelea kukaa kwa ile ndoa. Waliendelea na migogoro, mifurugano, nini, but walifanikiwa kuongeza watoto wengine 2. So in total Christopher na Chrislyn walikuwa na takriban watoto 5.
huyu jamaa licha ya yeye kukuwa mlevi, majukumu ya pale chumbani alikuwa anayaelewa vizuri, kwa sababu some people hapa wakiingia kwa addiction ya alcohol, hata familia they don't care, but for Christopher hapo alikuwa chonjo. Now the real story unfold on the 19th of April 2024. You might be asking yourself, what exactly happened on the 19th of April 2024? Christopher na Christlyn walikuwa wanaishi Fort Worth House, ambayo ilikuwa chumba kubwa, which means Christopher na bibi yake Christlyn walikuwa wanaishi na familia pale. So kuna brother wa Christopher ambaye anajulikana kama Eric. Eric alikuwa ameenda shughuli zake, alikuwa ameenda kutembelea girlfriend just for a week, and then now Eric amemaliza kusikia vizuri pale kwa girlfriend yake. After amesikia vizuri amerudi nyumbani. Kufika kwa gate anasikia tu harufu, anaanza kujiuliza, na kwani siku hizi panya zinakufa aje hapa ovyo ovyo? Panya zinanuka tu everywhere. Nilifika kwa gate nikasikia tu harufu tu panya. Kwani wameweka dawa kwa compound tupanya tumekufa twingi? Haku take serious. Kuna tuumbo hapo tunamkimbilia. Why is the compound looking? Unajua kitu mbaya ikiwa imehappen, you can just sense an unusual thing. So Eric ndio anafika pale, kuingia tu hivi kwa nyumba ya Christopher, anapata Christopher ako hapo, kazi ni kamunyweso amelewa, hata aongei, jamaa amekaa tu hapo, ako tu mtu useless. But kitu moja ina hit Eric. Kwa nini huyu mtu amekaa hapa, kazi ni kulewa tu, alafu si anafaa kuwe na bibi yake kwa nyumba? Mbona hayuko? So ile harufu amekuwa akisikia akaisuspect. Akaingia kwa bedroom ya Christopher. Kuingia kwa bedroom ndio anasikia harufu sasa inaongezeka, inakuwa konk. Kuingia bedroom anapata pale kwenye floor kando ya kitanda kuna chandarua cha blue kimetandikwa pale, alafu ni kama kimefunika kitu. Amini usiamini, exactly what you are thinking is what was going on. Eric kufungua pale, anapata mwili wa Christlyn umelala pale. Kuangalia kwa meza, anapata kuna pistol imeekelewa pale. Kwa sababu sasa hawezi question Christopher, because Christopher hata hawezi ongea. Christopher amelewa chakari ile ya Rose Muhando. What does Eric do? Mbio anaingia kwa simu yake. Obvious, he dialed the number that you are thinking, 911. Anapiga, anaita polisi, anawaambia nimefika nyumbani and I've got ABC. So polisi wanakuja, wanafika pale, wanapata Eric wanamuinterrogate kwa sababu polisi wa majuu, by the way, unlike other police officers in some countries, wao wakikuja kwako, kama tuseme wamekuja kuinvestigate something, ama umepiga 911 and then wakakam, hawaingiangi tu kwa nyumba yako vile wanataka. Lazima wapate search warrant ndio waingie kwa nyumba yako waanze investigation. But in other countries, kwa watu wa majuu lazima wako wanaenjoy vizuri sana, kwa sababu in other countries unakaanga tu umetulia, unakunywa kachai kako, alafu all of a sudden unasikia na unapatana na wageni kwa nyumba. So wakati walifika pale Fort Worth House kwa Christopher, hawakuingia direct.
walimuita Eric nje ili Eric awaelezee kwa kinaga ubaga ni nini imekuwa ikiendelea. So ndio Eric anawaambia, nilikuwa nimeenda kutembea somewhere kwa girlfriend yangu like a week ago, and then nimefika hapa, nikasikia tu harufu. On entering the house, nimeingia pale and of course nimepata mwili wa sister in law umelazwa pale bedroom. So that was the 19th of April 2024. So walijaribu kumuuliza what really happened, akawaambia nilikuwa nimeenda, but Chrislyn, they were so close. So Chrislyn alikuwa anamtext, but for this 1 week hajakuwa akimtext, and that is when Eric got suspicious na akarudi. Kwa sababu sasa polisi hawezi shika huyu jamaa na ni mlevi chakali, hata hakuna kitu anaweza elezea. Wakamchukua wakamweka kwa gari ya polisi pale atulie. So akakaa pale akatulia for a whole day. Polisi wako wanakuanga very patient by the way. Walingoja for a whole day from the 19th to 20th. No, 20th hizi pombe za huyu jamaa zikashuka zikateremka chini kidogo. Ndipo akachukua simu yeye mwenyewe sasa huyu Christopher akapiga 911. Akawaambia sijui kama my father-in-law atanisamehe kwa sababu nimeua msichana wake. So ndio 911 wana get concerned, wanasema wait, kuna similar phone we received. Inaweza kuwa ni huyu jamaa ndiye ameamua kuconfess. And exactly when they reached at the destination, wakapata ni jamaa wetu. So on date 19th, polisi walipewa search warrant na koti, wakaingia ndani wakapiga investigation, wakachukua mwili wakapeleka kwa morgue, wakapiga investigation, wakachukua ile bunduki yenye ilikuwa imefanya hiyo maafa, and then so what they were actually waiting on the 20th ni huyu jamaa arudi normal waweze kumuinterrogate ndio wajue what exactly happened. Is he the culprit ama something happened? And if something happened bila huyu kukua connected to it, mbona akanyamaza for the whole week na amekuwa na mwili kwa nyumba yake? Alafu kama ilikuwa something yenye hakushuhudia, mbona akajaribu kuficha? So after polisi wamekuja sasa, jamaa wetu akatolewa akapelekwa Stenje. Kufika Stenje kaanza kuulizwa maswali pale, what really happened? Ndio akasema we were just arguing, tulikuwa tuna argue, and then hasira zikapanda, nikachukua bunduki nikajaribu kunini, but accidentally ikampata kwa one side of the eye na ikatokea nyuma. Wakati alianguka pale chini nikajaribu kumwambia babe amuka, lakini akakataa kuamuka. Sasa mimi nikashindwa, mbona babe wangu hataki kuamuka? Kwani ajuangi jokes? Sasa risasi moja inaweza mfanya anguke chini na akufe. Yaani babe yeye nampiga risasi moja tu na yaani watu kwani yako off laja, ila anaanguka tu chini na anaenda. So ndio polisi wanamuuliza, mumekuwa mkifight previously? Akasema we have been arguing but we come to terms. And then mbona basi huku ripoti kwa polisi wakati ulifanya hicho kitendo? Akasema hata by the way you are very lucky mulinipata, kwa sababu nilikuwa nimepanga. Unaona jana date 19 venye mulinipata nilikuwa much intoxicated. Nilikuwa nataka niende kabisa, ndio nikichukua ule mwili pale niende kuuzika, hamtawahi pata anything. But you guys, you are very clever. Muligundua plan yangu. Otherwise, mwili wa Chrislyn mungeutafuta sana. Lakini thank God my brother Eric alifika pale mapema. Otherwise hiyo mwili hata mungeipata. Kwa sababu mimi nayo singepiga simu police station. Kwani nilikuwa niwapigie simu nikuje hapa police station mnipikie mchele ati niwaambie nimeua mtu? Na sasa kwa sababu mmenipata, mimi tu nawaomba kwa roho ya unyenyekevu
muniweke jela, lakini before niende kotini ndio nihukumiwe, unaona pale kwa ile cell mnanipeleka, make sure niko hapo peke yangu, ndio nikae chini nifikirie how my love Christine anaweza enda tu hivyo aniache, kwani yeye ajuangi jokes. So na polisi pale wakamwambia, we usijali, kama ni seli yako peke yako ndio unataka, tutakufanyia nini, tutakupatia. So wakaenda wakaarrange, wakachukua mjamaa wakamweka pale. Now ukiingia cell, obvious lazima uende kotini, but I don't know why the case was delayed, but investigation maybe zilikuwa zina go on. In 2025 jamaa alitolewa pale akafikishwa kotini. Akufikishwa kotini ndio aulizwe ni nini ilikuwa inaendelea, kwa sababu yeye mwenyewe already alikuwa asha confess yeye ndiye amefanya hicho kitendo. So alifikishwa kotini ndio aweze kuambiwa ni miaka ngapi anafaa kuwe pale ndani. So alifika pale, obvious unajua maloya lazima wafike pale wajaribu kutetea, but walijaribu ikakataa. Walijaribu kusema ilikuwa accident, but it can't be accident. Lawyer huwezi kuja kutuambia wewe na sisi tumeingia pale tukapata chuma pale imefanya hii kitendo, alafu huyu mwenyewe ameshasema yeye ndiye alifanya hiyo kitu. Wewe unatuambia nini eti ilikuwa accident? Toka hapa. Na kwa sababu sisi tunajua chenye sisi who do best. Wewe Christopher, inakaa huko nje. Sasa hata we ni mjane, hakuna haja urudi pale juu Christine hayuko. Nani anaenda kukupikia? Si ukae hapa ndani miaka 50, tutakuwa tunakupikia, we unaamka unakula unarudi pale. Na akamwambia haina mambo. By the way hata mmefanya vizuri sana, mimi tu munitoe hapa munipeleke. Munipeleke tu munieke pale, kwa sababu hata mimi yenyewe narudi kufanya nini nyumbani. And that is how Christopher alipigwa miaka 50 kwa kumuua Christine, mpenzi wake. Wadau, tunasemanga bangi ni mbaya, but tuache kuwekelea bangi. Anything yenye inafanya akili yako iache kufikiria normal, it is bad. Christopher hakuwa amefuta bangi, alikuwa tu amekunywa kama nyweso. Na bad decisions zenye alimake ndizo zilimuweka miaka 50 pale gerezani. So moral of the story, don't drink and drive. Otherwise, wacha nimalizie hapo. Imekuwa successful sana, na kindly kama uja subscribe, sasa tukipost another crime story utaipata aje? So hit your subscription button and then share, like, comment, na kama kuna any story unaweza taka tukulete katika hii channel, hapo chini kwa comment section, because we are not going to get tired soon, and we are not going to get tired at all. Otherwise, God bless sana. Mi nawapenda. Hope the love is mutual. Until next time, God bless you.